Wadau na wadakuzi, mambo yamemchemkia mwanamuziki wa nyimbo za secular Kevin Kioko anayefahamika vyema kabisa kama Bahati, na hii ni baada ya jamaa fulani ambapo alikuwa akihojiwa na mchungaji wa kanisa la New Life pale Kisii, ambapo waliweza kusema kwamba amekuwa akitumika na Bahati kupata viungo vya watu pale, na akasema kwamba huyu Bahati ndiye amekuwa mkubwa wao pale, na ni kitu ambacho mazee hakijakaa sawa kwa Wakenya, na pia kwa Bahati ambaye aliweza kureact baadaye na kusema kwamba mali ambapo imefika itabidi waweze kupatana kotini. So kabla tuweze kuangalia response ya Bahati, wacha tuangalie jinsi ambavyo huyu kaka na huyu mchungaji walivyoongea kuhusu Bahati. Kubwa wenu kwa hii kazi ni nani? Anaitwa Kevin Bahati. Kevin Bahati? Ndio. Anakaa wapi? Ruiru kama Kisii. Ni mwimbaji. Ni mwimbaji. Mwimbaji ya wapi? Ruiru, anaishi Ruiru kama Kisii. Ni mwimbaji? Anaitwa Bahati. Ameajiri watu wangapi? Ni wengi. Watu wengi? Ndio. Mnafanya hii kazi kwa kaunti ngapi? Nairobi, Machakos, Eldoret na Nakuru. Hicho kikundi kinaua watu? Ndio. How does it happen? Wanachukuliwa hospitalini, kisha tolewa figo, ndo wanawekwa kwenye magunia, kisha wanasafirishwa. Wanapelekwa hospitalini. Wakifika hospitalini wanatolewa figo. Ndio. Figo inaenda wapi? Zinaenda kuuzwa. Lastly mlifanya wapi? Tulipeleka Yala hapo kwenda side za Migori. Mwili wa watu? Ilikuwa gunia 2. Gunia 2? Ndio. Gunia 2 ilibeba watu wangapi? Siwezi fahamu, lakini yezi kwa ilikuwa imebeba watu 2 pekee. Watu wazima ama watoto ama wa youth? Wasichana miaka kuanzia 20 hivi kuelekea mwisho 25. Hawa wasichana mliwapata kwa njia gani? Walikuwa wameidiwa watapelekwa kazi Marekani. Waliambiwa watapelekwa kazi Marekani? Ndio. Na nani? Kuna rafiki yangu anaitwa Santos, alafu na mkubwa wa Eldoret anaitwa Dr. Abdi. Dr. Abdi? Yeah. Ako Eldoret? Ako Eldoret, hospitali inaitwa Oaks. Hapo ndo walipelekwa ili waende wasafirishwe Amerika. Walikuwa wamedanganywa wanaenda kufanyiwa scanning na check up ya mwili. Wanaitanga nini? Wanaenda Saudi Arabia, medical? Yeah, medical check up. Mnapelekwa hapo ndani kufanyiwa medical check up alafu hawarudi? Hawarudi. Ukikata kuingia, sense danger, utafosiwa kuingia. Utafosiwa kuingia, maana ushafika. Hawa wasichana 2 ninyi ndio mliwapeleka? Yeah, mimi na rafiki yangu anaitwa Santos. Mliambia wapeleke kwa medical? Yeah. Mlipofika hapo mbele? Si waliingizwa hospitalini, si tukabakia kwenye reception. Baada tukakaa, ndo hiyo kesho yake usiku ndo tukaondoka mida ya 2:00 hivi. Ndo tukaondoka na mizigo. Mizigo ni mwili wao? Ndio. Kama ni hospitali baba, hii mzigo unatokaje kwa hiyo hospitali? Unatumia mlango wa mortuary. Mlango ya mortuary. Watu hawaoni? Gari inaingia na reverse mlango wa mortuary. Gari linaingia na reverse kwenye mlango wa mortuary. Kwa mlango ya mortuary? Ndio. Alafu wanachukuliwa na gunia wanawekwa huko ndani? Ndio. Sasa we kazi yako ni gani? Ilikuwa kusafirisha. Wasafirisha? Ndio. Natumia gari aina gani? Kwa safari zote tumetumia Noah. Unapeleka wapi? Ya kwanza tulipeleka huko
Masaila nduko PCA kwa Mwiki Kasarani. Alafu nyingine Yala. River Yala. Ndio. Umefanya hii kazi mkisafirisha mara ngapi? Safirisha karibia mara 4 hivi. Mara 4? Ndio. Mara 4 tu. Mara 4 kusafirisha, alafu kutoka nyuma nilikuwa naleta mtu. Kutoka nyuma ulikuwa unaleta watu kwa hiyo hospitali? Ndio. Wafanyie check up medically? Ndio, karibu. Alafu hawarudi? Ndio, nimefanya. Ni wasichana wa mtu, watoto wa mtu tu? Ni watoto wa binadamu, wamezaliwa jinsi nimezaliwa. River Yala mnawarusha kwa maji ama mnawapeleka namna gani? Ndio, tunarusha humo ndani kwa hizo mama, karibu na hiyo maji, karibu na waterfall. Alafu unasukuma, unaanguka kwenda huko, kisha tunarudi. Na mnatembea na nani hapo mkubwa wenu? Hassan. Hassan? Ndio. Naitwa Hassan Pakit. Wanaoenda Qatar medical check up, mambo ndio hayo. So wadau, kwenye response ya Bahati alisema hivi: I've watched this video with utmost shock. I still can't believe that any adult can fabricate such a defamatory story for likes, attention and viewership. This is wrong in all ways. To this young man, even as you chase clout and look for trends, it is very important to know where to draw the line. In simple words, he called me a murderer. So we have been murdering people in all these counties and no one has been reported missing. You either take us where the bodies are buried or tell us who sent you to attack me. I will not let this just ride. I respect churches and the holy pulpit as it is sacred, and to Mr. Ezekiel and the New Life Church pastors, I respect you, but don't allow your church to be a place for creating silly headlines. I advise you, your church and TV station, to substantiate and verify information about anyone before you publish. This is clear defamation that must be punished and compensated. Let's meet in court. I am a very forgiving person, but we all agree it is wrong to lie in the expense of someone's brand and name. Huyu nimfanyie nini haki? Official statement akapeana hapo saa 10. So Bahati amejam na amesema anaenda koti, na ni hivyo tu, hakuna njia nyingine. Hakuna, sisi kitu tutaisukuma, tutaisukuma tu hadi ifike mahali inafaa, tujue ukweli what's the problem. Na Bahati, wewe pia ujue unakuanga mkora, unakuanga kijana mjanja sana. Sometimes unaweza fanya mambo yako hapo ndio trend. Sisi hatukujui, tunakujua, lakini enda koti. Tunafaa kujua huyu kijana ni nini anajaribu kuinsinuate. Kama anataka kukuharibia brand, let's know. Defend yourself. Hata hiyo kanisa ya nasikia si Ezekiel, nasikia sijui ni Gila kama Jila something. Tuache michezo bwana. Maisha tumepewa na Mungu, hatuwezi fika hapa duniani tuanze kuichezea. Eti unapelekwa hospitali, eti wewe unataka kwenda sijui Saudi Arabia ama sijui wapi, unaambiwa enda ufanyiwe medical. Ukiingia pale kufanya medical utoki. Unatolewa figo, unapelekwa huko mochari, unapitishwa huko, unatupa River Yala. Hatuwezi taka hiyo michezo. Sijui kama mnapata hiyo point. Life ni so precious. So Bahati, we proceed. Ingia huko koti, vuruga huyu kijana.